Kwa hivyo mimi nitarudi hapa mambo mawili kabla ya Disemba. Nitarudi hapa kwa mambo ya Dongo Kundu, kuja kuanzisha rasmi ujenzi wa Special Economic Zone ya Dongo Kundu, na nitakuja hapa ili tuweze kupanua port yetu ya Mombasa. Kwa sababu ndugu zangu, watu wa Mombasa, Kenya haiwezi kubadilishwa kwa maneno matupu ama kwa matusi ama hekaya za Abunuwas. Kenya itabadilishwa kwa miradi na mipango ya maendeleo bwana. SGR hii mnayoona hapa leo tumefikisha hapa CBD reli ili kupunguza msongamano wa magari, kurahisisha usafiri na kupunguza gharama kwa wananchi. Usafiri kutoka Changamwe, Miritini, Mazeras, kule Shimanzi, all the way mpaka wafike hapa CBD. That is the kind of efficiency we want to create in our economy, because that is how we are going to move this country to the next level in matters development. Vile vile, mbali na mambo ya reli, mbali na mambo ya Dongo Kundu, vile vile tuko na barabara nyingi ambazo tunatengeneza hapa Mombasa. Mombasa is among the counties, aside from what we are doing in Kilifi and Kwale, it is among the counties we are investing heavy on matters infrastructure. Nyinyi mnajua barabara hii ya kutoka hapa Mombasa mainland kwenda mpaka Jomvu pale tumefikisha hapo, imekamilika. Sasa tunaendesha ile kutoka Jomvu mpaka Maseras. The commitment I want to make to you is that we have committed enough resources. Tumeweka pesa ya kutosha kukamilisha section ya kutoka Jomvu mpaka kule Maseras ama Mariakani. Vile vile mnajua tulijenga ile barabara ya kutoka Miritini mpaka Mwache, na tukajenga ile barabara ya kutoka Mteza mpaka Kibundani. Sasa pale sections ambazo zimebakia mwaka huu tumeweka pesa kwa budget yetu shilingi bilioni 4.7. 4.7 billion shillings have been committed to complete and to work on the roads in Mombasa County. Nyinyi mnaona ile kazi inaendelea kutoka hapo Nyali Bridge kwenda mpaka Mtwapa. Mumeiona hamjaiona? Kutoka Mtwapa tunaweka pale daraja mpya na kazi ya kujenga hiyo daraja imeanza. Vile vile kutoka Mtwapa mpaka kwa Gashengo tumetengeneza dual carriageway. Na kutoka kule kwa Gashengo tunaisukuma mpaka itafika Kilifi yenyewe kupanua ile barabara. Kwa sababu pale katika vipingo Special Economic Zone, pale tunajenga hiyo Special Economic Zone, in the next 2 years it will be ready, na tunataka iwe inaweza kuajiri vijana ya zaidi ya 30,000, kwa sababu ni kazi yetu kama wa Kenya kupanga vile vijana wetu watapangiwa ajira, ndio tuweze kuzalisha uchumi, tuweze kuondoa umaskini, Kenya iweze kusonga mbele. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Na mimi nataka vile vile niwaeleze bana, katika harakati hii yote ambayo tunafanya, vile vile tunataka tuhakikishe ya kwamba wakati tunasonga mbele hatuachi wananchi wetu nyuma, na ndio sababu tuko na mfumo mpya wa mambo ya afya. Na mimi nataka nimshukuru gavana wenu na kaunti ya Mombasa. Pale nyuma mambo ya matibabu yalikuwa ni kama ni starehe ya wale watu wako na uwezo na matajiri kulipa. Safari hii tumesema vile katiba ya Kenya inavyosema, afya sio starehe tena ya matajiri, sio haki ya wale wako na uwezo na pesa. Afya ni haki ya kila Mkenya, hata yule wa chini. Ijumaa hii tutakuwa tunawalipia wale watu ambao hawana uwezo wa kulipa mambo ya afya. Serikali ya Kenya, vile niliwaeleza, tutaanza kuwalipia kuanzia Ijumaa hii, ndio kila Mkenya aweze kwenda hospitali, atibiwe, aende nyumbani bila ya kulizwa pesa, aziuze mali yake, aziuze ploti yake, aziuze shamba yake, aziuze ng'ombe yake, aende nyumbani, kwa sababu sote mbele ya katiba ya Kenya sisi wote ni sawa.
na nasema hapa Mombasa ndio county number 1 kwa mambo ya afya. Hii Mombasa County, kwa wale wa Kenya milioni 27 waliojisajili, watu wa hapa Mombasa ni karibu 800. Nasema pongezi watu wa Mombasa. Na tumekubaliana na kaunti zetu zote ya kwamba mwananchi akienda hospitalini atibiwe, apatiwe dawa, adungwe sindano kama ni wakudungwa sindano, lakini aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote, kwa sababu serikali ya Kenya imetoa pesa ya kuhakikisha kwamba kila mwananchi anashughulikiwa, na kama kuna hospitali inalipisha wananchi tunashughulikiwa, na kama kuna hospitali inalipisha wananchi tuelezwe, ndio wale ambao wanafanya kazi hiyo tuwapeleke jela. Mombasa ni sawa si sawa bana? Ni sawa si sawa? Pia tulikubaliana na nyinyi ya kwamba katika mpango wetu huu na katika kule kupanga ajira ya vijana, vile vile tulikubaliana ya kwamba tutapanga mambo ya physical development of infrastructure. Tujenge affordable housing, tujenge masoko, tujenge hostels, tuhakikisha kwamba tunajenga special economic zones, ndio ajira zaidi ipatikane kwa vijana wetu. Hapa Mombasa tumetumia pesa ya serikali, na katika mipango yetu tuko na shilingi bilioni 24 ya affordable housing, ya markets na ya hostels ya Mombasa County.